Kwa majina naitwa Shifra Solomon Mwagisa, ni meneja wa ushirika wenza kanda ya Mashariki kutoka shirika la Compassion International Tanzania. Wiki hii tumekuwa hapa katika viwanja vya chuo cha ustawi wa jamii kuanzia tarehe 25 ya mwezi wa 8 na leo ni tarehe 30 ambayo ni siku ya kilele katika kujumuika katika wiki ya ustawi wa jamii. Na sisi kama shirika la Compassion International Tanzania tunahusika sana katika kuhakikisha kwenye jamii ambazo washiriki wa program zetu wanatoka wanastawi. Na mambo haya tumekuwa tukifanya kwa kupitia vitu mbalimbali kama kuhakikisha vijana huko wanapotoka kwenye vituo na makanisa wanapohudumiwa wanapata ujuzi wa aina mbalimbali, na katika ujuzi huo wiki hii tumeweza kuja hapa kuonyesha ujuzi ambao vijana wetu wanafanya huko vituo au wanajua. Kama unaona hapa tumekuwa na product nyingi, kuna viatu, kuna vitu vingi, sabuni, lakini kuna teknolojia hapa ambayo imekuwa ikifanywa na baadhi ya vijana wetu. Hii yote wanaipata huko katika vituo wanavyofanya, na tunaamini katika kufanya hivi kijana akiwa na shughuli ya kumuingizia kipato kutakuwa kuna ustawi katika jamii. Lakini dhima ya wiki hii inasema pata msaada wa kisaikolojia, imarisha afya ya akili. Moja ya vitu ambavyo tumekuwa tukihakikisha masomo au training wanazopata washiriki wa programu hii ni katika kuhakikisha pia wanapata mafunzo yanayohusu na mambo ya afya ya akili. Lakini pia tumeweza kufanya tafiti mbalimbali sehemu ambazo zinaonyesha kuna shida hiyo, na vijana wamekuwa wakipata msaada wa kimatibabu, msaada wa kisaikolojia na counseling ili kuhakikisha wanakuwa vizuri. Kwa hiyo tunafurahi kupata fursa ya kushiriki katika wiki hii ya ustawi wa jamii, na karibu uendelee kuona mambo ambayo tumekuwa tukifanya na kuyaonyesha hapa katika wiki hii yote. Hapa ni baadhi ya vitu ambavyo tumewakilisha katika cluster tofauti tofauti na katika makanisa tofauti tofauti ambayo yako ushirika mwenza na Compassion, na hivi ni baadhi ya vitu. Kama hii unavyoiona ni mashine ya mtoto wetu Bakari ambaye alikuwa anazungumzia teknolojia inavyofanya kwa kutumia sensa. Na ukija hapa, hichi ni kituo cha Mbagala ambacho kinatoa hizi products ambao ni peanut butter pamoja na unga. Tunaopata unga mzuri kabisa wa lishe ambao una vitu vingi, ambao una mahindi, karanga na vitu vingine vinaoendana na lishe. Pia tuna karanga hapa za kutengeneza na lebo zake vizuri. Pia tunamshukuru Mungu tumepata vitu kama viatu, buti. Tunatengeneza buti katika vituo tofauti tofauti, lakini hapa ni baadhi tu ya vituo. Tuna viatu vya forengo na pia tuna viatu vya kijeshi ambao tunajua vinatengenezwa kwa bei nzuri kabisa, ambao kila Mtanzania anaweza akavimudu. Pia tuna mikoba ambayo inatoka kituo cha Morogoro Anglikana, na ni bei rahisi, kila mtu anaweza kununua na vizuri kwa shule. Mikoba iko mingi ya aina tofauti tofauti. Katika kikundi cha STEM tunajifunza kompyuta, sayansi na uvumbuzi, na katika kujifunza huko mfano wa vitu tulivyotengeneza ni hii project. Project hii inaitwa automatic door au mlango unaojiongoza wenyewe. Project hii imeundwa na vifaa mbalimbali. Ya kwanza ultrasonic sensor ambayo ndio hii hapa, inahisi mjongeo wa kitu. Servo motor ambayo ndio inazungusha mlango. Breadboard inachakata taarifa. Taa kazi yake ni kutoa ishara kwa mwanga.
nyaya inapitisha umeme au taarifa kwa njia ya signal, na tuna baza ambayo ndio inatoa sauti. Projekti hii ina umuhimu mbalimbali, mfano kwa watu ambao ni wabovu wa mikono au wamekatwa mikono. Atakapofika hapa ultrasonic sensor itahisi na mlango kufunguka. Pia kwenye nyenzo za kijeshi, mwanajeshi akiwa amebeba mizigo ni ngumu yeye kufungua mlango, kwa hiyo atafika pale ultrasonic sensor itahisi na yeye ataingia. Na hii inasaidia kwenye ulinzi binafsi. Mtu akiwa anataka kuiba kwa kupitia mlangoni, atakapofika pale ultrasonic sensor itahisi na wewe utasikia kwamba kuna sauti imetoka, na utajua kabisa kwamba kuna mtu anataka kuingia bila wewe kujua. Takriban zaidi ya vijana 100,000 ambao wapo kwenye makanisa ya ushirika wenza na tunasaidia nao pamoja na shirika la Compassion. Wapo vijana ambao wanafanya kazi na shughuli mbalimbali za kuweza kuwasaidia, lakini za kuweza kuwapa kipato. Tunamshukuru Mungu sana kwa vijana ambao wanajitoa na kujituma katika kufanya hizi kazi, lakini vijana wengi tunaona wakiwa wanafunguliwa na kutoka kwenye umaskini, na wengi tunaamini baadaye watakuja kuwa ni watu wazima ambao wanajitosheleza vizuri kiuchumi na watatoka kwenye hili janga kubwa la umaskini. Lakini pia tunapenda kutoa sana shukrani zetu kwa serikali yetu inayoongozwa na rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan katika kutambua mchango wa shirika la Compassion International Tanzania katika kuhudumia jamii na kuhakikisha kuna ustawi na maendeleo katika jamii. Lakini pia kipekee tupenda kumshukuru kiongozi wetu Mama Dorothy Gwajima, waziri wa Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum kwa kutupa mwaliko wa kushiriki katika wiki hii ya ustawi wa jamii. Hii yote ni kuonyesha kwamba wanautambua mchango wa shirika la Compassion International Tanzania katika kuihudumia jamii, hususan watoto wadogo, vijana, na kuhakikisha wanazifikia hatima zao. Asanteni sana.